Hello. Oi. Yo. Hey. Mambo vipi kile mwanangu? Barida sana mwanangu, inakuaje? Western tunakimikisha tunaramba shomo ya Western hapa sio marika dijita da kwangu au sio? Kama nakuona vile, funguka kwenye vibe. Aje nifunguke kwenye vibe mwende. Twende kazi. Before niende mbali hata nikuulize kitu. Kurudia kosa ndio kutenda kufanya kosa mara ya kwanza si kosa, lakini kurudia ndio nini? Kosa. Ndio kosa Sasa mimi nataka nikuprekiva kitu kama nifanye nini mwanangu unikosea mara ya kwanza nikusamehe. Nipate tena bado unanitabu cross mwanangu. Hapo wanadada ni wengi kwa wanaume mwanangu. Inabidi pia umkosee. Inabidi mtembeshe kiasi hapa hamna lingine. Moyo kwake wawaza vipi? Hello. Mambas. Huyo bado anafikiria vile kuchangia. Yo. Mambo vipi? Mambo barida. Boni Hazard mwenyewe tokea pande hizo Eldoret. Funguka Arif. Mimi naambia jamaa aje. Jamaa angekuwa ashatembeza kiatu kitambo. Kwa nini useme hivi? Unajua jamaa anaweza kuwa yeye anafikiria kuna mtu kumbe anamegewa nje. Huyo demo akai kuaminika. Huyo demo sasa mtu akisoma katiba mara ya kwanza. Ati lazima uendelee kusoma katiba. Ati ni hakikisho katiba nyingine. Sasa jamaa naona hapo anamegewa mtu wangu. Hapo tunasemaga on to the next one. Na hizo ndo mnapendage mno. Mimi naona watu hizo wanafunguka. Ezra anasema manzao bikira na mapenzi ni tofauti. Kaka kushachezwa umechezwa. Francis anasema hakuna kitu kaa hiyo, achane na yeye, try to rebuild trust. Ukumbuka sasa Machalia achane naye, alifungua njia dem akawa na tamaa ya kutest za nje. Mambo dem ni doa na huko nje. Chali pia udem do uone. Even kama hana jamani aibe. Tafuta ndugu yangu. To vibe, Chali relax, follow hati yako. Elias ana break moja na lalamika. Anaweza na wenye wame break kadhaa na mwamaacha. This is a good guy, but then Uchali is just a good guy. Baba. Namhurumia sana. Toka Voi kwa. Na Uchali wa Voi maskini. Toka nyumbani tafadhali. Unataka ende wapi? Unataka ende wapi? Toka hapo tafadhali. And okay, FB vibe kabisa, share it with your friends on Twitter 777. Turudi na Bahati. Yep. Tukiwa anatueleza amerudi sasa katika gospel ama ni tadunga tanize Zimesalia gonga saa 9 jioni. Naitwa Mwende huko ndani ya Radio Maisha. And of course tuko na DJ Young the true grandmaster. Yes, na tuko na Bahati mtoto wa mama. Bwana siku hizo sabangi ni Bahati tena. Leo maswali yenyewe kusoma ni poa. Ndio unaona maswali zingine zinalemea ni juu tu sikusoma. Au prep interview kwani? Usikizo fanyaje hivyo kwa nini? Sasa unafanyanga. Ni vile hii nyimbo unajua nilikuwa kwa hii nyimbo mpya nilikuwa na nini na kama vi fresh. Kwa hivyo nilitaka ikuwe na feel different, alafu nilitaka ikuwe classic. That's why sikujiweka hizo sijui Bahati tena, sijui wapi tena. Unasema nikana kwamba kuna vile tusiende hapo. Kama vile ina zamani fulani. Sasa hebu tuongee hii issue ya kwenda chini ya maji. Ilitokana na nini? Ulikuwa umefika wapi kwani? Mbona hivyo? Ulikuwa umefika wapi katika maisha mpaka kuamua kuchukua uamuzi kama maana kulikuwa uamuzi mkubwa? Unaandika mpaka katika magazeti ya Bongo. Unaandika mpaka katika magazeti ya Bongo. Bahati acha muziki. Ukasema woi Jehova. Hata unajua kwangu ilikuwa nadhani after hiyo time unajua nimekaa miaka 4 katika mwaka wa 4 miaka 3 tuseme 4 so for me nilikuwa na feel okay, mambo imekuwa poa. Yes, zangu zimekuwa successful from the first nini, na nilikuja the first month nikawin award, yani artist group awards. So from hapo imekuwa successful na God amekuwa faithful sana kwa maisha yangu sana kutoka 2013, 2014, 2015 nika sitaki kusema niliwin zote, lakini niliwin zote. Unasema tu. So for me nika feel ni kama pia sikuwa ready.
sababu unaona unaamka hivi, acha nikueleze. Hebu nieleze jamani. Ni kama unaamka siku moja, umekaa, ni kama uko na miaka 3, jifanye wewe ni mtoto, unazaliwa uko na miaka 3. Siku moja uamke asubuhi, karibu wiki 2 zinafuatana. Unapata leo story. Kesho story nyingine, kesho kubwa story nyingine, una understand? Alafu zote unapata ni kama una feel mbona ni created, ni kitu haina originality, ni kitu haina proof, ni kitu sitaki kusema ni mtu tu alikaa akaandika, but nilifeel mambo imekuwa too much. Ulifeel unaonewa? For me at that time kiukweli nilifeel naonewa sana. Na enyewe unajua ndio mimi ni man of God, but before man of God bado mimi ni man, niko na hisia, niko na feeling, una understand. Na pia you get pain, niko na pain sana sababu at that time nashindwa shida ni gani, sababu mimi na believe nimeitwa ni speak na heart ya Kenyan, una understand. Na at that time unaona hizi stories zilikuwa zina creatiwa, aim ilikuwa aim ya kuniharibia jina, una understand. Ilikuwa ni kama ilikuwa ni kama ni kama tu ya kutanish ile image nimekuwa nikimake for the last 3 years. Understand? One of the things zenye mimi nimekuwa nikifanya, mimi na believe apart from music, mimi nimeitwa ni help mali naweza. So the little chance mimi upata, nimekuwa nikitry sana nifanye as much giving as possible. So ulikuwa unapata inafika mahali hadi kwa hizi stories zao za ku-create wana touch hadi ile kitu God ameniitia ambayo ni hiyo. Na mimi nilifeel ni too much for me. Nilifeel ni too much, na pia nikafeel nachoka sababu mimi ni binadamu at the end of the day. Wajua wanasema kwamba kwa wale wa Kristo, wale ambao ni wa Kristo, wanasemaga, hata niliona watu wakikuandikia barua wakitaja hili, unajua kuhusiana na hata Biblia inasema wetwaje, wale ambao wameitwa na Mwenyezi Mungu wanapitia vita vigumu. So kivyote vile wanatakana wasimame. Hata Yesu mwenyewe mpaka kasulubiwa, Mungu atapigania. Wewe kuona kama hiyo labda especially when you say you're stepping aside. Ilikuwa ni step aside by the way. Ilikuwa siku nilikuwa nimeteka break. Ni break. Sikia kitu moja. Nakumbuka unajua ndio nafaa nivumilie. Una understand? But my break ilikuwa for one reason kabisa, sababu nilitaka sana nijue hii vita yote napitia. Juu vita itaisha, haiwezi mwende na kilemo, vita itaisha. Si ati itaisha, na believe na go higher, so itakuwa even bigger. So Wakenya wa expect vita vingi. But unaona for me at that time niko new, nimeachieve hizo ni zote from, najua ilikuwa Recorded Group Awards, nika win 2 years in a row, 2014 2015. But nilikuwa na feel, nilitaka sana nijue, am I really called for this? Una understand? So hii break yangu nilikuwa nataka ni take time na God, sababu ni hard sana usikize from God ukisikiza from people. Kuna wale walisema you get sababu unaona at this time nilikuwa na get many calls from media, from friends, na pia by the way in the time nilijua Wakenya wananipenda juu nilipata calls za Wakenya yani. Na pia saa zingine unapata ndio wanaku encourage, but una feel hata wanakukumbusha kweli unapigwa juu ilifika mahali hadi Wakenya wakaanza kuona hii ni kijana wako kwa shida. Unaona haifai ifike mahali public inaona, but ilifika hadi hapo. Niko nauliza hivi, umesema miaka 3 umekuwa kwenye game na imekuwa ni miaka ambayo imekuwa na mafanikio kwako. Je, unahisi imekuwa ndio pia chanzo cha mafanikio kama imekuwa chanzo cha watu kuanza kukuingilia? Of course. Na kuna kitu kimoja ambacho nishakuuliza mbele na ukaja ukaniambia kwa hauna management wewe. Unahisi kwa labda ungekuwa na management ingekuwa rahisi sana kwako? Hapana. Actually hata ingeharibu zaidi, sababu unajua pengine ikuwe ni manager tuna think alike. Sababu ilifika mahali ikakuwa
personally ndio kuna watu wengi na trust but ilifika mahali ikakuwa naona hadi hawezi nisaidia. Ifika mahali unaona pastor wako mwenyewe hawezi kusaidia sababu unaona rumors zimeenda sana na unaona voices ni mob. Kuna saa mu believe hivi nyinyi wase artistic wewe ni kama msanii Clement na Mwende mu believe in silence hata tunaimbaga in silence Mwende in silence God will speak in silence kwa kimya Mungu anaongea. Ni kweli? Na in silence creativity inakuwa born at the same time. Una understand? Na mimi nilifeel nilitaka kuteka juu nilizimadi simu na ulikuwa umeenda lakini WhatsApp. Nilitaka tu time na God. Ulikuwa mahali hapa duniani Kenya ama ulikuwa mahali? Kuna watu walikuwa wanakuona hapo mahali? Hakuna. Wakujua ni mimi. Mshauri wako mkubwa ni nani? Wakujua ni mimi. Clement aliniuliza hiyo swali mara nyingi sana. Mshauri wako ni nani? Mshauri wangu. Nani anakuwa kuadvise? Niko na pastor, niko na pastor ndio, but unaona at that time kuna saa hautaki kusikia from man. Una understand? Juu kama man God anaweza ongelesha huyo pastor wako acha akakuongelesha direct. Hiyo ndio point nilikuwa nimefika. Ile nahitaji sasa Mungu I speak to me direct. Na unaona hiyo ilinisaidia sana. Msikilizaji, tunataka kujua sasa kaenda huko alikoenda akasema Mungu akamuongelesha. Alimuongelesha nini? Tutakuwa tujibu ndani ya hii show. Na hiyo ngoma yake mpya unaisikia sasa hivi tu. Sicheze mbali. Ndio ngoma mpya hii tutakupatia tu ile kionjo itakuwa sawa yake Bahati ambao amefanya baada ya kutoka mafichoni. Baada ya kupiga kimya kwa muda kama mwezi mmoja hivi. Kisha karudi. Ulirudi sasa. Niko hapa na siendi anywhere. Uko kabisa. Here to stay. Tunataka kujua sana huko alikoenda leo ambiwa nini. Mimi nataka sana kujua sauti ilisemaje. Baba. Lakini sasa hivi tunakamata Coca-Cola. Yule mpendaye kwa ajili yule mpendaye. Kumbuka sasa hii chupa zote si za plastic, si za chupa ya glasi. Sikani. Niligundua kumbe kuna Coca-Cola zile za chupa 200 ml. Sikuwa najuanga. Tulizo 200. Hajai kabisa. Tulizo chupa. Nitoa Kisii. It's good to travel, yo. Tembea. Tembea mengi. I know. Na sasa hivi in fact unaweza kuplace order kama wewe kwa mfano kama hivi sasa tuko ngapi hapa kwenye studio 1 2 3 4 5. Sasa tuko 6. Plus Sofia sasa ameingia tuko 6 sasa. Tunahitaji tu wengine 6 alafu tu order. Maana mtu kila mtu anachukua zake mbili. Oh, great. Alafu kila mmoja unamchagulia mwenzako na muandikia. Yep. Unaona Sofia utamwandikia? Sofia sawa. Tamwandikia na ujumbe speciali maalum. Unaweza kupiga nambari ku order Coca-Cola yako kumpendaye 0702-683-551. You'll have placed an order. It's only 50 shillings. The minimum quantity ya kuplace order ni 12 cans. So that's about how much? Piga hiyo simu na utakuwa unaweza kupata hizo chupa hapa tu MP offices at Valley Arcade along Korosho Road. Share a Coke, share feeling. Alright, hizo mambo unajifanya remix na mtu mwingine. Kwa nyimbo nzuri sana. Nimengoja sana unitishe remix. Kwa ngoma zako zote Bahati. Ngoma gani ambayo unaikubali sana? Zaidi. Itakuwa sawa alafu mama. Itakuwa sawa. Yeye ambaye ndo brand new tune size. Ama ni kwa sababu unaipromote sahi. Hapana. Hiyo ndio the realest. Ama ndio ile ambayo imekutoa sehemu na kutoa fichoni. Alafu mama kwa sababu sikuipea time na feelingi bado naweza andika Lukajumo. Kwa ajili nimemtoa mafichoni. Mitini. Barua nilikuwa najaribu. Dakika 9 baada ya saa 9. How you doing? Good afternoon to you. Hii ni Radio Maisha umeconnect kwa na mimi Mwende. Nami Clement pamoja na DJ Young kama kawaida we holding it down mpaka baadaye sana. Naona pia umeambukizwa 19. Na tuko na Bahati kwa hivi sasa. Na pia tutakuwa na Amazon Josh in the building. Wako na brand new song. Kitu kipya. Moto. Ndo ngoma ya kwanza 2016. Yes. So, sasa hivi tuko na Bahati. Sasa tuko tunamaliza bazilizo ndio tuintroduce ngoma sasa mpya. Itakuwa sawa. So, where you went? Ulipotoka kule. Mbona tunataka kujua sana? No, lazima tujue. Mafanzi wako hapa wanataka kujua. Wanasikiza kina Hukumu Evans kina Evelina. Wanakuambia usilie tena dia. Kuna mwingine ameniambia nikupe namba. I mean it's a crazy